Zamani za kale katika nchi ya Israeli kulikuwa na vita kubwa kati ya Waisraeli na Wafilisti. Wafilisti walikuwa na shujaa mwenye nguvu sana aitwaye Goliati. Alikuwa jitu lenye urefu zaidi ya futi 9. Alivaa silaha nzito na alikuwa na mkuki mkubwa. Na kila siku kwa muda wa siku 40, shujaa huyo alikuwa akitoka na kupiga kelele kwa Waisraeli na kusema, chagueni mtu mmoja kati yenu nitakayepigana naye. Kama akinishinda na kuniua, tutakuwa watumwa wenu, lakini kama nikimshinda na kumuua, ninyi mtatutumikia na kuwa watumwa wetu. Waisraeli waliposikia waliogopa sana na kukimbia. Katika kijiji kidogo miongoni mwa vijiji vya nchi ya Israeli aliishi kijana mchunga kondoo aitwaye Daudi. Yeye alikuwa mdogo kuliko kaka zake 8, na kaka zake wakubwa walikuwa wanajeshi katika jeshi la Israeli. Lakini Daudi, kijana huyo, alibaki nyumbani akichunga kondoo za baba yake. Siku moja baba yake Daudi aliyeitwa Mzee Yese alimwagiza Daudi apeleke chakula kwa kaka zake waliokuwa vitani. Daudi alipofika alimsikia Goliati akipiga kelele akiwatukana Waisraeli. Akaona jinsi kila mtu alivyokuwa akiogopa. Naye Daudi akauliza, ni nani mtu huyu anayethubutu kulitukana jeshi la Mungu aliye hai? Wakamjibu na kumwambia, mtu huyu amekuwa akipiga kelele na kutukana huku akijinadi na kusema, tuteue mtu mmoja apigane naye, na wote tumekuwa tukiogopa. Hivyo mfalme ameandaa zawadi kubwa kwa yeyote atakayejitokeza kupigana naye na kumshinda. Mfalme ameahidi kumwozesha binti yake, pia kumtajirisha, na ukoo wa mtu huyo utawekwa huru katika ufalme huu. Daudi akasema, mimi niko tayari kupigana naye. Maneno ya Daudi yakamfikia mfalme mtawala wa Israeli. Sauli akamwita Daudi, na Daudi akasema, mimi nitapigana naye. Mfalme Sauli akamwangalia na kusema, wewe bado ni kijana mdogo, huwezi kupigana naye, maana yeye ni shujaa na ni mzoefu wa vita. Lakini Daudi akajibu, mimi ninawachunga kondoo wa baba yangu. Nikiwa huko polini, wakati mwingine huja simba kutaka kuchukua kondoo, lakini mimi hupigana naye simba na kumuua. Wakati mwingine pia huja dubu akitaka kula kondoo, lakini pia mimi mtumwa wako nimekuwa nikipigana nao na kuwaua. Mungu anayeniokoa siku zote na simba na dubu ataniokoa pia na mikono ya huyu Goliati aliyethubutu kulitukana jeshi la Mungu wa Israeli aliye hai. Sauli akajibu, kwa maneno yako nimeamini, lakini kwa umbo lako la nje nisingekubali. Mungu atakuwa pamoja nao. Basi Sauli akampa mavazi na silaha zake za vita, lakini Daudi akaviona kuwa ni vizito sana. Akaamua kuviacha. Badala yake akachukua fimbo yake ya uchungaji, akaenda mtoni, akachagua mawe 5 laini, akaweka kwenye mfuko wake na akabeba kombeo lake. Siku ya pambano, Goliati alipomwona Daudi alicheka sana na akasema, je, mimi unadhani ni mbwa hata ukanijia na fimbo? Daudi akajibu, wewe umekuja kwangu na upanga na mkuki, lakini mimi ninakuja kwako kwa jina la Bwana Mungu wa Israeli, ambaye umeyatukana majeshi yake. Na leo hii Bwana amekutia mikononi mwangu, na ndege wa angani watakula nyama yako. Daudi akakimbia kumkabili Goliati. Akachukua jiwe moja, akaweka kwenye kombeo, akalizungusha kwa nguvu. Jiwe likaruka kwa kasi na kumpiga Goliati kwenye kipaji cha uso. Jitu likaanguka kifudifudi chini. Daudi akakimbia, akachukua upanga wa Goliati na kumkata kichwa. Wafilisti walipoona shujaa wao amekufa, walikimbia. Waisraeli wakapiga kelele kwa furaha na ushindi na kuwafukuza adui zao. Hadithi hii inatufundisha kwamba
Mungu hahitaji mtu mkubwa au mwenye nguvu zaidi ili afanye mambo makubwa, bali Mungu anahitaji mtu aliye tayari kumwamini. Haijalishi unapitia wakati gani muda huu au upo katika majaribu na mapito ya namna gani, kama utaendelea kumwamini, Mungu yuko tayari kufanya mambo makubwa na kukuvusha, na watu watabaki wanashangaa.